Karibu kwenye chaneli yangu ya Kija Master. Leo naelezea somo la kufanikiwa. Kufanikiwa ni hatua fulani ya ushindi ambayo mtu anaipata kutokana na shughuli anayoifanya au kutokana na jambo ambalo analolifanya, anapata ushindi au anapata mafanikio. Huko ndo kufanikiwa kwenyewe. Anapokea taji la ushindi, anapokea taji la mafanikio katika shughuli fulani. Mfano, kuna watu wameshindwa kufanikiwa katika sehemu mbalimbali katika maisha. Amkini familia aliyotoka ikawa ni changamoto, amkini sehemu alipo mazingira yakawa ni changamoto, amkini ndugu na jamaa waliomzunguka ikawa ni changamoto, amkini wafanyakazi wenzake ikawa ni changamoto, amkini mahusiano yake yakawa ni changamoto. Kivipi? Najua ni ngumu kunielewa. Turudi kwenye maandiko na mimi nikufundisha maandiko, utanielewa zaidi nikija kurejea katika mfano wa kawaida. Twende katika Maombolezo sura ya 3 mstari wa 17. Neno la Mungu limeandikwa, umeniweka nafsi yangu mbali na amani, nikasahau kufanikiwa. Huyu ni mtumishi wa Mungu, analalamika. Anasema, kwa nini huyu mwovu ibilisi shetani ameniweka nafsi yangu mbali na amani, nikasahau kufanikiwa? Kiasi kwamba huyu mtumishi kaendelea kusoma maombolezo hiyo, alikuwa anajaribu kumwomba Mungu. Yale maombi mwovu ibilisi anapeperusha hayamfikii Mungu, akasahau kabisa kufanikiwa, akajikatia tamaa. Mpendwa, kufanikiwa kupo katika sehemu yoyote, kufanikiwa kupo katika shughuli yoyote. Kama mwingine amefanikiwa, basi na wewe unaweza ukafanikiwa. Kikubwa tu inabidi ujipange katika kufanikiwa, uangalia, je, ni kitu gani ambacho kinakukwamisha wewe usifanikiwe? Unajua kila kitu kina sababu. Ukiwa umefanikiwa kuna sababu inasababisha wewe ufanikiwe. Ukiwa ufanikiwi kuna sababu ambayo inasababisha wewe usifanikiwe. Kwa angalia sababu, anza na mzizi wa sababu ambao unakukwamisha kufikia malengo fulani kwenye maisha yako. Mfano, unaweza kuwa na mahusiano ya kando na mke, ukawa na mahusiano ya kando mengine. Yaani yule mwanamke akakuganda, akakuendesha mpaka ukaisahau familia yako kuihudumia. Kwa hiyo lazima uangalie ni kitu gani ambacho kina madhara kwenye harakati kitu kinachosababisha kinakwamisha wewe usifanikiwe.